Ukihitaji heshima yako isishuke, basi jitahidi sana kuwa msiri wa matatizo ambayo unapitia. Usiyapandishie bendera yale matatizo yako kila mtu awe anayajua ama anayaona. Jitahidi yale matatizo ambayo unapitia uwe na watu wachache sana ambao ni washauri kwenye maisha yako. Lakini pia hata watu hao usiwaamini kwa asilimia kubwa sana kuwabwagia matatizo yako yote, kwa sababu kuna watu wengine huwa wanatunza zile shida unazowapelekea na baadaye wanazitumia kama silaha, kama fimbo ya kutaka kukuumiza kwenye maisha yako. Sasa usimpe mtu nafasi akatumia shida zako kama fimbo ya kutaka kukuchapa kwenye maisha yako. Matatizo yako pendelea sana kuyaongea baina yako na Mola wako. Lakini pia kama utakuwa na watu wachache ambao utakuwa unashare nao yale matatizo unayopitia, basi jitahidi watu hao wawe ni waadilifu, lakini pia wawe ni watu wema sana. Si kila mtu anastahili kubwagiwa shida zako. Kuna marafiki, kuna watu wako wa karibu, watakapozijua shida zako nyingi sana, huwa wanatumia kwa maana udhaifu wa kukupelekesha vile ambavyo wanataka. Na haya si mageni, watu wengi sana yamewakuta na wengine anaendelea kuwakuta. Kwa hiyo tujifunze kutokana na matatizo ambayo watu tayari wameshapitia. Ila watu wasijifunze kutokana na matatizo ambayo utapitia wewe, kwa sababu tayari kuna watu walishapitia. Jifunze kwa shida ambazo wao wamepitia ili wewe upite salama kwenye maisha yako. Huwezi kusalimika kwa 100%, lakini unaweza ukapunguza baadhi ya shida ambazo unazikuta kwenye maisha yako ama unapitia kwenye maisha yako.